Wahenga walisema riziki ya kuku iko miguuni mwake. Hiyo inatufanya kwamba Malaika TV tusiache chakula kila sehemu tunapoenda. Katika pitapita zetu leo tumefika kwenye page ya Suma Mnazareti na tumekuta katika vitu alivyoposti siku ya leo ameposti swali akisema, hivi kwa nini wasanii wengi madogo waliokuja miaka hii 8 au 7 kuja juu wanaongoza kuwa na depression? Yani madogo wana stress kinoma, yani wengi wamevurugwa. Ukikutana nao ukiuliza eti unapitia depression kisa mziki, unawachanganya. Mnadhani shida ni nini wadau? Tukiangalia hapa, Suma amejaribu kuonyesha ni jinsi gani ambavyo watoto wengi au wasanii wengi wapya walioingia kwenye mziki miaka hivi karibuni wanashindwa kuhandle depression, tukimaanisha kwamba mziki kwake amechukulia kama biashara nyingine yoyote ambayo kuna kuja, kupotea, kuhit na kuendelea kukaa kwenye position yako. Aliendelea kufafanua zaidi katika sehemu yake ya comment akisema kwamba yani unasikia kijana kaibuka na goma kali kitani, shangwe, tagla wana kibao, anakamata bebe nzuri, anavaa, anapendeza, show nyingi anapata hela. Goma likichuja muendelezo hakuna, mara bebe zinakimbia, wana washiki simu, vimeo vinakata, kijana anaanza kula skanka, mitungi mingi, anajifungia magetoni na kila party, kila baa yupo msanii, konda ghafla posti za lawama tu mtandaoni. Oya, vijana mnaambiwa usuperstar ni mzigo wa miba, ukiubeba unaumia. Game inataka watu waliokomaki akili kama akili nyepesi. Endesha hata bodaboda, ila huku ukiwa mwepesi unaitwa chumbani faster. Hataki kuzungumzia mambo ya chumbani, lakini Suma amejaribu kuonyesha ni jinsi gani ambavyo mziki kwa sasa hivi unawachanganya wanamziki. Labda tunaweza tukajiuliza kwa nini situations zimetokea kipindi hichi. Hizi zinatokea kutokana na kwamba baadhi ya wasanii wameonekana wakilalamika sana mtandaoni, especially inapokuja swala la mambo hayakwenda kama walivyotegemea. Lakini tunasahau kitu kimoja, kwamba mziki si biashara ya sandakalawe. Mziki ni kama biashara zingine. Hii stress ambayo inapatikana kwenye mziki inawapata wafanyabiashara wa biashara zingine kila siku. Pata picha ya Mangi dukani, ananunua bidhaa kwa jumla, anaita dukani kuweka rejareja, hazinunuliwi mpaka zinaharibika na hawezi kuzirudisha dukani kwenda, anatakiwa azitupe baadhi ya bidhaa, alafu kesho kwa imani ile ile ataenda kununua bidhaa nyingine na kuweza kwenda kuuza tena bila kujua kwamba kitatokea nini. This is same apply to mziki. Lakini sasa nadhani wasanii wetu wengi wameshindwa kupata ile elimu kwamba mziki ni biashara kama biashara zingine na stages za mziki. Bahati mbaya ni kwamba tunajikuta tumeingia kwenye umaarufu. Wasanii wengi wa Tanzania hawaandaliwi kuwa superstars. Usuperstar unawakuta njiani katika kujitafuta, so wanakosa ile misingi thabiti ambayo inamuonyesha kwamba hii biashara ya muziki inatakiwa itoke hapa, iende hapa. Kuna kuanguka, ukianguka unatakiwa ufanye hivi, comeback inatafutwaga hivi, usipate stress na vitu kama hivyo. Lakini kingine ni kwamba wasanii wengi hawaongozwi na proper management, hawana watu wa kuwashauri, na hii inatokana na kwamba wasanii wengi wakipata jina, yeye ndo anakuwa mshauri wake yeye. Kwa hiyo anataka hata washauri wake wamtumie yeye kumshauri yeye. Sijui kama nimeeleweka. Yani yeye ndo anakuwa kiongozi mshauri, yeye ndo awashauri washauri wake ili waje wamshauri yeye. Maana yake hawezi kupata mawazo mapya. Na vingine wanaogopa kudeal na watu profession, wanapenda chawa, watu ambao watamwambia ndio mzee kila siku. Na chawa hana shida, ukichuja atatafuta mtu mwingine ambaye yuko on peak ili aendeleze maisha yake. Sasa hii hali inapelekea machali wengi au wanamuziki wengi kuanza kupata depression na kuingia kwenye vitendo vya matumizi ya madawa ambayo madawa ya kulevya, matumizi ya pombe kupitiliza, hali ambayo mtaa unaanza kuwacheka. Lakini nadhani imefika time sasa hii we woke up call kwenye industry. Tutamtafuta Suma tuweze kuongea naye kinagaubaga, na yeye atuelezee kabla ya kuandika post hii alifikiria nini na anahisi nini ni solution kwenye hili. Na wewe mdau wa Malaika TV unaweza katika comment section ukaja ukatuandikia hapo chini ukatuambia kwamba kwa maoni yako unaona nini kifanyike ili kuokoa wimbi kubwa la hawa vijana wenzetu, ndugu zetu ambao wakiingia kwenye mziki ukikataa wanakuwa kupitia kipindi cha depression. Depression si kitu kizuri na hatumuombei yoyote aweze kupitia kwenye situation kama hiyo. Depression can kill a person. Kwa hiyo njoo kwenye comment tuambie unahisi nini kifanyike ili tuweze kuokoa ndugu zetu.